Ameyasema hayo akiwa mkoani Arusha mara baada ya kushiriki maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani na kujionea mambo mbalimbali yanayofanywa na mwanamke. Amesema kuwa matamanio ya SHIVYAWATA ni kuona wanawake wenye ulemavu wanakuwa vinara katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kutambulika katika jamii. Kwa miaka ijayo, matamanio yetu ni kutamani kuona wanawake wenye ulemavu tunakuwa vinara na tunatambulika katika jamii, katika shughuli zetu tunazozifanya. Kwa mfano umeona kuna wanawake wanaendesha matrekta, kuna wanawake wanaendesha magari ya utalii na vyombo vya usafiri vingine tofauti tofauti. Kwa hiyo natamani tuone wanawake wenye ulemavu na sisi tukifanya makubwa kupitia hii. Lakini pia italeta hamasa na pia itampa moyo mwanamke mwenye ulemavu asikate tamaa, aendelee kuamka, pambane katika harakati za kupambana na maisha, katika uchumi, jamii, kielimu na kisiasa pia. Aidha, amesema kuwa vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa watu wenye ulemavu vinawaumiza kisaikolojia, hivyo vinapaswa kukemewa wakati wote. Vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa watu wenye ulemavu kwa kweli ni vibaya sana. Na niseme kweli watu wenye ulemavu bado tunaendelea kuongezeka kwa sababu watu wenye ulemavu tuna changamoto mara mbili zaidi ya wenzetu. Kwa hiyo tuna changamoto katika saikolojia na vitu vingine. Kwa hiyo natamani kuona wanawake wenye ulemavu na watu wote kwa ujumla hawanyanyasiki, hawapate vitendo vya ukatili. Kumficha mtoto mwenye ulemavu, mauaji ya albino yasiendelee kutokea. Na watu wenye ulemavu wajichanganye kwa sababu fursa zipo. Kwa upande wake, katibu wa Jumuiya ya Wanawake na Watoto SHIVYAWATA Mzawa Yagame amesema kuwa ushiriki wa wanawake wenye ulemavu kwenye matukio hayo imekuwa ni fursa kwao, huku katibu wa SHIVYAWATA mkoa wa Arusha Happiness Raphael akishukuru KKKT kwa kuwajengea uwezo wa kushiriki katika makongamano kwa lengo la kujifunza na kupata fursa za kujikwamua katika dimbwi la umaskini. Na sisi watu wenye ulemavu kushirikishwa tumepata faraja kubwa sana, kwa sababu kwanza kuna ubaguzi ambao sisi watu wenye ulemavu huwa tunaupata, lakini tunaposhirikishwa katika mambo kama haya huwa tunaona kabisa ni jinsi gani ambavyo taifa na jamii kwa ujumla inatutambua na inaona umuhimu wa kuwepo kwa kwetu sisi. Tumefurahi kushirikishwa na kushiriki kama wenzetu wengine wanavyoshiriki kwa pamoja ili kuleta mchangamano na watu wengine ambao hawana ulemavu, vile vile waweze kujifunza kama kundi la watu wenye ulemavu ni miongoni mwa watu ambao wanastahili haki kama watu wengine. Tunashukuru sana kanisa kwa sababu limetuwezesha hata kuweza kushiriki siku ya leo kwenye maadhimisho haya. Imetujengea uwezo, na uwezo huo ndio ukatufanya tukajiunga wanawake wenye ulemavu kuja kushiriki katika jambo hili ambalo ni la kwetu wanawake. Hatukujitenga, tumekuwa kama wanawake wengine. Kwa hiyo hayo tu ndio ninaweza nikasema, lakini pia ushirikishwaji kwamba hata katika maandalizi ni vema kwa sababu ni swala linalohusu wanawake. Wanawake washirikishwe katika wakati wa maandalizi, kwa sababu sisi ndio tunaojua ni nini tunakihitaji, ni nini hatuwezi, ni nini tukifanyiwa tunaweza kufanya kama wanawake wengine. Kwa hiyo tu ndio wito wangu kwa serikali. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elhuruma Chao, Upendo TV habari.